Katika Tanzania kupambana na umaskini limekuwa ni lengo toka uhuru. Mwalimu Nyerere kabla hajapata uongozi wa nchi na baada ya kuwa kiongozi wa nchi alitaja maadui watatu. Na wa kwanza ameskani umaskini, wa pili ni ujinga, ya tatu ni maradhi. Mwalimu ndio ameanzisha utaratibu wa mipango ya maendeleo. Kulikuwa na mpango wa maendeleo wa miaka mitatu, 1961 mpaka 64. Alafu baada ya hapo hiyo ilikuwa kipindi ambacho ni Tanzania bara peke yetu kama Tanganyika. Baada ya muungano kaanza sasa mipango ya maendeleo mingine mitatu. Kwa hiyo ile mipango mitatu ile ya maendeleo yatoka 64 mpaka 81. Kwa hapo kwanza hilo jambo la kwanza ni katika jitihada ya kupambana na umaskini na kuleta maendeleo ya nchi yetu, Mwalimu amelikazania hilo. Lakini viongozi wote waliofuatia bado walibaki na lengo lile lile la msingi katika jitihada, hatua zinazochukuliwa zote ni kupunguza umaskini na hatimaye umaskini uondoke. Na Mzee Mwinyi amekuwa kipindi hicho ambacho kweli zaidi ile mipango inayohitaji ile NESP, ile National Economic Survival Program, Economic Recovery Program, ile structure ilikuwa kipindi cha zaidi mwishoni pale Mzee Nyerere alipomaliza, lakini pia ni kipindi cha Mzee Mwinyi. Rais Mkapa alipoingia ndio akaja na Vision 2025, dira ya maendeleo ya miaka 25. Lakini yote hayo shabaha yake bado ni ile kubwa ya msingi: kupunguza umaskini, kuondoa kupambana na maradhi, kupambana na ujinga, lakini na kukuza uchumi katika ujumla wake. Tulichofanyika kipindi changu mimi sasa ni kwamba kwa ile miaka iliyobakia tukatengeneza mpango wa muda mrefu wa miaka 15, na mpango ule tukaugawa katika mipango ya maendeleo mitatu ya miaka mitano. Mpango wa kwanza, kujenga uwezo wa Tanzania kukua, unleashing the growth potential of Tanzania, ambao ilikuwa 2011 mpaka 2016. Mpango wa pili, katika ile mpango wa muda mrefu ilikuwa ni sasa ulikuwa na ujenzi wa viwanda nchini. Mpango ule wa pili wa viwanda ni kipindi cha Rais Magufuli, kipindi chake cha kwanza, ndio maana paka tu anasema Tanzania ya Magufuli, Tanzania ya viwanda, lakini ndio ule mpango wa pili wa maendeleo. Na Rais Samia ndio mwaka 2021 amezindua sasa ule mpango wa mwisho, katika ule ambao ukitekeleza ule wa mwisho ule ndio unakamilisha utekelezaji wa dira ya maendeleo ya mwaka 2025. Lakini yote hayo shabaha yake ni nini? Ni kuondoa umaskini wa nchi na kupunguza umaskini wa Watanzania. Lile umaskini wa nchi tumefanikiwa, kwamba ile jitihada iliyoanza tumetoka sasa kwenye lile kundi la nchi maskini na tumeingia kwenye kundi la nchi za uchumi wa kati, lakini katika hatua ile ya mwanzo. Kilichofanyika na uongozi sasa wa Rais Samia ni kutengeneza sasa mpango mwingine, kuweka dira nyingine ya maendeleo ya miaka mingine 25 itakayo tuchukua mpaka mwaka 2050. Hii ya kwanza ya jitihada za Mzee Nyerere mpaka kipindi cha Mzee Mwinyi, cha Mzee Mkapa, cha kwangu mimi na Magufuli, ilikuwa ni kuitoa nchi kutoka kwenye kundi la nchi masikini sana na kuingia kwenye kundi la nchi zenye uchumi wa kati. Hilo tumefanikiwa. Changamoto iliyokuwepo ni ile ya kupunguza idadi ya umaskini wa watu. Ule umaskini wa watu ndio kwamba umaskini umepungua, lakini kama nilivyosema mimi unapungua, kasi yake ya kupungua umaskini imekuwa ni ndogo. Na ndio nimeeleza pale kwamba tulipokaa chini na wataalamu wakasema, bwana, umaskini kasi inakuwa ndogo kwa sababu kilimo hakijapata kasi kubwa ya kukua. Hakijapata kasi kubwa ya kukua, kilimo kinakuwa katika kasi ya 4%. Ndio maana tulianza jitihada zile za kilimo kwanza na jitihada mbalimbali zile za kukuza kilimo na kuendeleza kilimo, lakini shabaha yake bado ni ile kwamba tukiweza kufanikiwa kasi ya kilimo ikaongezeka, mapato ya watu wanaoishi kwa kutegemea kilimo yakaongezeka, tutaongeza sana kasi ya kupungua kwa umaskini.
Sasa mabingwa hapa watakaa kujadiliana tutaongezaje kasi ya kuelekea kwenye mwaka 2030 ambapo duniani anatakiwa asiwepo hata maskini mmoja. Hayo ni malengo ya Umoja wa Mataifa. Sasa ndio hapa msikilize sasa hawa mabingwa wanasema nini kitafanyika, na tumebakisha miaka 5 tu ya kufika mwaka 2030. Na kwa mkutano huu wote unajaribu kujadili nini kifanyike nini kifanyike katika kuelekea 2030. Je, tutafikaje?